Nenu najuta, Malagali imenikuta mimi. Nilikuwa na mchumba wangu Maploso, aliniahidi. Hapa nani wa kupanda hapa juu maiki? Maiki aje hapa apande. Ashushe kole hili. Kole lile. Maiki. Vipi bwana? Wewe unaweza kupanda mlaki? Kwanza kusema hapa kwa maiki. Sasa umesikia vazo? Nilikuwa na kikao kidogo na wewe. Kikao bila taarifa? Yaani imekuwa ghafla kwa sababu sasa mimi vitu vya ghafla sitaki. Mimi nataka vitu tukae tuzungumze tuelewane. Uwezi kadamda vitu vya ghafla tu, yani umeamka tu kutoka huko eti kikao chako na wapi vikao vya nini? Kuna vitu ambavyo haviko sawa. Kwako kwangu. Hayo maisha yako. Sawa, hayo maisha yako. Ukiona vitu haviko sawa, pambana wewe mwanaume, virekebishe. Sikia bwana kwanza. Yaani imekuwa dharura kwa sababu hata mwenyewe nimefanyiwa dharura. Hiyo wewe sasa mimi nanifu nini? Sasa nilikuwa naomba unisikilize. Kama sitaki. Unafikiria nani atanisikiliza kama wewe kama sio wewe? Wewe mimi mzazi wako. Kuuliza mimi mzazi wako? Vitu vya kukaa kusikiliza, waite familia yako, ukoo wako, ndugu zako, kaeni chini, zungumzeni. Kwa lazima mimi ndio nikusikilize wewe? Haya, nakusikiliza emergency. Haya. Emergency yako unasemaje? Unajua pale geto kwangu mimi sielewi kilichotokea. Naona kaza huo. Geto wapi? Geto ndo nini? Chumbani kwangu. Unashindwa kusema chumba unasema geto? Chumbani kwako umefanyaje? Huwa tunaita geto kwa sababu mimi sijajenga. Nimepanga. Kwa mimi nyumba yangu geto. Mtoto. Mimi nyumba yangu geto. Kwa sababu chumba kimoja ndio nimekita hivyo. Alafu mbona maneno ya kawaida kabisa kwenye nani? Kawaida kwako wewe hujajenga, mimi nimejenga kile chumba. Kila kustiri. Sawa, nimekosea. Chumbani kwangu pale. Sawa. Sielewi inafika mlango umefunga. Funguo yangu mimi haifungui pale. Inamaanisha kufuli ile nyingine. Imekuaje? Pale kwa nani kwa? Kwangu. Basi kama kwako kafungue. Sikia. Ile nyumba ni yako. Mmiliki wa kile chumba kwa sasa ni mimi kwa sababu nalipa. Wewe kumiliki wewe kwa sababu 10,000 yako, unajua bei ya tofali? Unajua bei ya tofali? Lakini mimi nimepanga. Unajua bei ya tofali mpaka unasema wewe mmiliki. Mimi nimekukodishia kwa muda ambako nikiamua muda wowote nachukua chumba changu. Kama sasa hivi nimechukua chumba changu. Wewe wasiwasi wako nini? Sasa hata kisheria. Sheria nini? Lazima mwambie mtu. Sheria kwa nyumba yangu? Sheria kwa nyumba yangu? Haya, wewe wakati unakuja kupanga ulikuja na barua gani kutoka mahakamani? Ulikuja na barua gani inaonyesha sheria kwamba huyu mpangaji mpokee mpangishe? Barua gani? Kwa mimi kukuhamisha wewe ndo unaanza kuleta sheria? Wenda azimu blood basket. Lakini nyumba mwenyewe kwenye ardhi ya yenye sheria. Mimi Mtanzania na ndui. Na ndio maana kila kitu kilichojengwa hata wewe unapopangisha watu. Wewe ulipokuja ulikuja na barua kutoka mahakamani. Wewe ulipokuja ulikuja na barua kutoka Wizara ya Ardhi. Wewe ulipokuja ulikuja na barua gani? Ulikuja na barua gani baba wewe? Kiasi kwamba mimi nikikufukuza nifuate sheria. Wewe ulikuja kufuata sheria namba ngapi kwenye katiba ya nchi? Sheria namba ngapi? Sawa. Naomba nijue. Umenifukuza kwa sababu gani? Sija kufukuza. Mimi siwezi kukufukuza, sina roho hiyo. Mimi nafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi nafunga. Siwezi kukufukuza. Nimefunga chumba changu kwa muda kuepusha ibilisi. Ibilisi gani kati mimi na chumba changu na nimefunga kile chumba kwa sababu we baba. Hao wenzetu wa Kristo wanafunga kwa lazima. Sio Waislamu. Tuko na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wewe mwenzetu unekula mchana. Wewe ni nani? Ni nani? Wewe ni nani? Ila wewe mzee unajua na mambo ya ajabu sana unajua. Sasa kumtusi. Sikia kwanza. Sikia. Hiyo sio haki. Hiyo sio haki. Alafu masuala ya imani hayalazimishi. Imani sio lazima. Kwamba wewe unalazimishaje mimi nifunge? Mimi nikulazimisha. Sasa mbona unaniambia eti Waislamu wamefunga, Wakristo wamefunga? Unajua mimi dini gani? Hapo ndo tunakuja kumkamata mchawi. Wewe nani? Mimi Mtanzania. Watanzania wana dini.
Sisi wengine hatuna dini. Hakuna. Mimi dini yangu. Hakuna. Sikia sasa. Hakuna. Sikia. Pale sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hata kwenye kuapa kuna vitabu viwili. Christian ambayo ni Bible, Qurani ambayo ni Muslim. Kwisha. Sasa mimi mwenzako nakiabudu. Wala hawafungi. Mimi naabudu wakina Nyerere, naabudu wakina nani, wakina Milambo, naabudu wakina Kingalu, naabudu wakina Mkwawa. Mimi ndo na watu vitu naabudu. Siabudu Mkristo wala Muislamu. Mimi wewe unaabudu watu wa kale? Mimi naabudu watu wa kale. Sasa wewe unaponilazimisha mimi nifunge vipi? Sasa mimi kosa wangu liko wapi? Sasa wewe unanifungaje chumba changu mimi? Sio chumba chako, kile chumba changu nimekodishewe kwa muda. Nimefunga kuepusha zahama. Zahama vipi? Kwanza masuala ya dini, hizo ni imani. Imani ni kitu ambacho akilazimishwi na mtu. Na ndio maana naambiwa ukifika miaka kadhaa unachagua imani yako. Mimi mamangu Muislamu, babangu Mkristo, nimekaa katikati, sijaenda upande wowote. Uone lazimishaje mimi nianze kufunga? Mimi sijakulazimisha kufunga. Hata kama wewe ufungi, basi fuata taratibu. Zipi? Nimekula nje. Kwa nini upike? Sasa nipike, sinapika chumbani kwangu, wewe nimempikia. Kwa nini unapika wakati wenzio wamefunga? Mimi naweza kutafuta. Basi mimi nimefunga chumba changu. Nimefunga chumba changu, wewe utajua mwenyewe utakavyohangaika, utakavyopambana. Ramadhani kiisha, kwa lazima ikiisha utarudi pale. Kodi yako imestop, yani kodi yako imestop. Ndio maana sijatoa hata kitu nje. Mzee huo uonevu. Sikia, huo uonevu kwa sababu gani unajua? Una uwezo kunilazimisha masuala ya imani. Uwezo nao, ndio maana nimefunga chumba. Watu kwa Zanzibar mpaka unanifanyia hivyo mzee? Wewe nisikilize mimi. Bwana mdogo, nisikilize. Maisha ni taratibu. Unapoishi kwenye jamii ya wenzio, usipende kuleta tofauti. Wewe utaonekana wa tofauti, utatengwa. Dini zinafahamika. Yaani kama unakuwa wa moto, kuwa wa moto. Kama unakuwa baridi, kuwa baridi. Sawa? Yaani haiwezekani eti wewe uwe bize na Milambo, uwe bize na Kingalu, uwe bize sijui na Mkwawa, alafu unaitwa Musa John. Kwa nini haya? Kwa nini usiitwe Watete? Kwa nini usiitwe Kingwata? Nimeitwa jina hili la Musa kwa sababu wazazi wangu, watu wa zamani nao wamesema. Ndio maana nikakwambia kama unaamua kuwa wa moto, kuwa wa moto, kama unaamua kuwa baridi, kuwa baridi, usituchanganye. Haiwezekani ukaitwa Musa John alafu unakula kipindi cha Kwaresma, unakula kipindi cha Ramadhani. Haiwezekani. Nimezaliwa na wazazi ambao wametawaliwa. Na ndio maana wewe umechagua tayari dini yako. Nimechagua mimi. Wewe umechagua upande? Upande gani nimechagua? Tumesema kwa kina Kingalu. Kwa kina Milambo. Jipe jina. Sasa mimi ndo najipa, yani jina langu mimi watajua wao. Hapana, jipe jina ili tujue kabisa kwamba yule mtu wa mizimu anaitwa Wakwasa. Alafu kitu kingine, haya majina yamewekwa tulimadi mtu kila kitu na jina, kwa sababu hata wewe unapolita utafuta jina lako sasa. Ngoja nikwambie. Wewe uwezi ukatuambia eti unaitwa Musa John alafu eti wewe mtu wa mizimu. Hakuna mizimu ya design hiyo. Wewe unapomuita Simba, yule Simba au yule Swala, familia yake inamjua kama yule anaitwa Swala. Sikakalilishwa Swala. Wanaitana wenyewe polini huko msituni, wanasema wewe Swala. Wana lugha zao, wewe unajua lugha za wanyama? Unajua lugha za wanyama? Haya, nimefunga chumba na sifungui mpaka kuhakikisha sikukuu ya Idi imepita, mpaka kuhakikisha Pasaka imeisha. Wewe ndio nitakufungulia chumba na kodi yako itaendelea pale tulikoishia. Sitaki zama. Mzee huo uonevu. Utaama. Nakwambia, utaama. Unajisnapo tu muda wote. Yaani lazima nitake mtoto unapong'aa, mtoto mzuri hivi. Ila nimeenjoy niongezea ila nikanua hivi. Nilikuwa nikamani sana. Unajua wasichana wazuri mnapenda macho mawili, mtu mnajisnapo mnaonekana wazi. Unajua umeona kama sisi. Tuseme sisi mimi boda. Vitu kama hivi vidogo sana kwa sababu mimi napambana muda wote. Unajua kama sisi atokagi foleni. Anytime tunabeba abiria. Naweza nikabeba abiria wa mbali akanigea 20,000. Nikaa narudi nikapata abiria akaniambia bwana kuna 15,000 hapa nipeleke sehemu fulani. Kwa hiyo unakuta kwa siku na 70. Yaani hapa hata sijapoteza jioni ujue mchana. Ndio maana hata uliponiambia bwana bibi niongezea simu. Nilikuwa nimetoka kupiga dili la maana pale, nilikuwa nimepiga mzunguko wa maana. Afu kuna hela niliweka kidocho. Kuelewa wewe ukiwa na hela huwezi kunyima. Siwezi kukunyima, lazima uvae upendeze. Yaani umeona kama hivi unaponiambia baby. Hii hapa. Nguo hiyo wewe. Mimi nimtaka.
Haina shida hiyo. 30 tu mpenzi wangu. Hiyo haina shida. Mimi natoa 15,000. Kweli? Amna, sio hata 15,000. Mimi najua nina vichwa vyangu nikivipeleka airport. Unanipa kweli yani mtoto mzuri au nani? Yaani unajua umesikia? Mtoto mzuri kama wewe lazima upewe matunzo. Kabisa. Na matunzo ndio yatanifanya mimi niendelee kukutamani wewe nisichoke. Niwezi mimi nilipokuwa na wewe nazidi kupendeza yani mpaka marafiki zangu wanaonea hivyo. Yaani utapendeza zaidi hapo. Yaani utapendeza zaidi hapo. Kwa sababu kwanza sisi boda boda hatujivungagi kumhudumia mwanamke. Sikufichi kama nina wanangu pale kijiweni pale akina Musa akina Jei wakina Nanga. Oya. Sisi tunaonga. Na tunaonga kwa sababu gani? Tunajua pembeni huku kuna vitu vya maana. Sasa wewe chombo kama hii naanza kukuonea aibu hizi amini. Sasa umeaje aibu mimi? Yaani umesikia? Wewe ndio unatakavyo. Kweli. Yaani mimi nikiwa na uwezo muda wa kukutumia hela, mimi nakutumia. Yaani usijali ndio shaka. Yaani ukiniambia bwana mimi nataka niende Pizza Hut. Nayo mimi nina vichwa vyangu ninapokuambia uhakika vikipiga tu simu. Simu yenyewe aya nimeacha chaji. Ningekuonyesha namba zangu. Yaani na simu zangu hizi 3 na mabosi wangu hao na watoa mbali. Yaani nafanya nao safari. Hela ipo ya maana ninapokuambia. Yaani wewe ndio shaka ukihitaji hela yoyote. Sawa. Alafu na nini? Nataka kesho kama nikibuy time hivi nikipata nikupitie twende swing. Baby unanimaliza tu kwa hivyo kwa mambo. Hata usafiri nao, usafiri huko. Umeona? Tunaenda swimming. Sawa, tukienda swimming. Na kuacha kwanza ndani. Wewe unakuwa unajivinjari. Alafu mimi natoka nje. Sawa, nabeba abiria. Unakunywa kwa nini usinywe? Ndo nakupa sasa nani itikadi. Mbona unaniteka? Nisikize basi. Uje mapenzi haya. Mimi na mambo ambayo unanionyesha mimi sijawahi kuyapata sehemu yoyote. Mimi nakupenda aswa. Mimi ndio maana sisi kuachana na wewe. Unaniachaje? Mimi nakupa huduma zote na kuhudumia mtoto mzuri wewe, lazima nikuhudumie. Umesikia? Yaani shida yoyote 50,000, nikwambie 30,000, wewe niambie mimi nakupa muda wote. Kama hivi nilivyokupa hela ya kuongezea simu. Nani? Sio hapo. Mimi niko naye nani yuko hapa? Unaangalia? Bwana baby bwana. Mimi naogopa kumtani kwenu siji kama demu zako. Hapo ndo kazini. Hapo ndo kazini? Huyu hapa ndo tulikuwa tunabageni ananiambia anaenda wapi uje nani Mombasa, si ndio? Mombasa, Kenya. Kebosi nifanye mimi sina akili, sawa? Nimewasikia maongezi yenu, nimesikia kila kitu. Usinifanye mimi mtoto mdogo na akili zangu timamu. Hivi dada. Kuna huruma na waume za ongea na mbwa wako, siongee na mimi. Umesikia? Haya ni marekebisho. Kepo mimi naitwa mbwa mbele yako. Na wewe umenyamaza tu. Mimi naitwa mbwa. Mimi mbwa. Nisikilize basi nani wife. Umeona huyu? Huyu hapa panda twende makumbusho. Panda. Muende wapi? Muende wapi? Makumbusho mjangu nisikilize. Muende wapi? Wewe nani kakuelekeza huku? Nyumbani hujachela kula. Nisikilize, nyumbani hujatochea hata shilingi 100. Umeniambia mama wa mtu naenda kufosi. Hapa ndo nafosi. Hapa ndo nafosi. Hapa ndo nafosi. Hebu tuondoke. Dada, huoni aibu kutembea na waume za watu? Mume wa mtu analama. Wapi panajulisha kama ni mume wa mtu? Nikwambie ni mume wa mtu. Wapi panajulisha? Afu mbona ndio unamchosha mkaka wa watu? Mpaka anakonda kwa ajili yako lakini. Hebu tuondoke bana. Yaani umesikia? Tuondoke bana na wewe. Na sijui wala niongee nawe. Unanijua nikipandisha mashetani yangu. Unanijua vizuri mtaa mzima huu. Yaani watakuja kutuangalia sisi. Kevo unanijua vizuri nikipandisha mashetani yangu. Mwambie mwanamke wako aondoke. Wife wewe twende nyumbani tukaongee. Chagua wewe, ondoke wewe au mimi ndo niingie. Mimi siondoke. Huyu hapa mke wangu. Kwa mke wangu. Usimchambe.
Asira zake nazijua. Unanipenda nipenda. Mimi nishaharibu mpaka muda huu nishaharibu na nini? Kevo! Nakuja mke wangu. Mimi nishaharibu sasa cha kufanya. Basi. Nipe yangu ndoki. Ahera mimi hapa ndio nishaharibu. Sawa. Nihesabu mpaka 3. 1. Akipandisha mashetani. Wewe nenda utawasiliana. Mimi siondoki mpaka unipe. Usinipa hela mimi naondokaje? Mimi nitakutumia. Kwani si nimekwambia nitakutumia wewe nenda huko mke wangu akipandisha mashetani no. 2. Ole wako usini nitakuacha. Usikuja kukuacha. Mazima. Nisikilize kukubusu nipo na mke wangu umesikia? Nisikilize basi.